Hadithi hii: kijiji kilichozama na maji. Zamani za kale palikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa Mtoni, kilichokuwa kimejengwa kando kando ya mto mkubwa uliokuwa ukitoa maji safi kwa wakazi wake. Watu wa Mtoni walikuwa wachapakazi, walima mashamba na wavuvi hodari. Maisha yalikuwa ya amani na furaha, watoto walicheza mitaani na wazee walikusanyika chini ya mti mkubwa wa mkuyu kusimulia hadithi za kale. Lakini licha ya maisha hayo ya utulivu, wazee wa kijiji walikuwa wakionya mara kwa mara kuhusu laana ya maji. Walidai kuwa miaka mingi iliyopita, kiongozi wa kijiji alikataa kutoa sadaka kwa Mungu wa mto. Mungu huyo kwa hasira alitoa onyo hii: siku moja mto huu utarudisha hasira yake kwa kijiji kizima. Miaka ilipita na watu wakasahau onyo hilo. Walijenga nyumba karibu zaidi na mto, wakaanza kukata miti ovyo na kuchafua maji ya mto kwa taka. Maji yakaanza kubadilika rangi na samaki wakaacha kuonekana. Wazee walihimiza kurudi kwenye mila za heshima kwa mto, lakini vijana hawakuwasikiliza. Siku moja mawingu mazito yalijikusanya angani. Mvua kubwa ikaanguka kwa siku 7 mfululizo. Mto ukavunja kingo zake, maji yakaanza kujaa katika kijiji. Usiku wa 8, sauti kubwa ilisikika kutoka mtoni: mliosaliti, sasa mtalipia. Ghafula kijiji kizima kilizama chini ya maji. Asubuhi kulikuwa kimya. Hakukuwa na nyumba, hakukuwa na watu. Kijiji cha Mtoni kilikuwa kimefutika kabisa, na mto ulikuwa umerejea tulivu kana kwamba hakuna kilichotokea. Tangu siku hiyo, watu wa vijiji vya jirani walijifunza kumheshimu mto na kutunza mazingira yao. Na hadi leo wazee husimulia hadithi ya kijiji kilichozama na maji kama onyo la kuzingatia maonyo ya wazee na kuheshimu maumbile. Mwisho, ungependa nitafsiri kwa lugha nyingine au niendelee na sehemu ya pili ya hadithi?